Iko binti yangu ameolewa Ulaya kwa sababu ya kusafisha choo cha kanisa. Aliniambia, mama, nasali kanisa, natamani kumtumikia Mungu, ila kanisa letu lina watu wengi, praise team imejaa kila mtu. Nikamwambia, kitu gani ukipendi kwenye kanisa? Akasema, sipendi vyoo. Ukiwa ibadani vinanuka mpaka ukiwa ibadani. Nikamwambia, sasa wewe kasafishe vyoo. Ni dada mzuri, ana gari lake, alikuwa hajaolewa, alikuwa na miaka 33. Akaenda supermarket akanunua vitu vya maana, akaanza kusafisha vyoo. Ikafika wakati akawa anamlipa mtu 10,000 kila wiki kwa ajili ya kusafisha vyoo vya kanisa. Ikatokea semina kanisani kwao, wamekuja wageni kutoka Marekani. Nadhani mnaelewa, praise hello, tunavovaaga dada. Na nyimbo zote za Kiingereza hapa, praise hello Jesus my God. Oh. Yule binti alikuwa amevaa maibwebwe huko kule chooni, wazungu wakitaka kuingia ni anasugua. Siku ya mwisho ya semina, wale wazungu walisimama. Akasimama mtu mmoja akasema, pastor, tunashukuru kwa huduma, lakini tuseme ukweli, tumekaa kwenye hili kanisa kwa siku 4, tumejisaidia vizuri, vyoo vinanukia. Kuna dada tukao tunamkuta toilet anahakikisha vyoo ni visafi. Binti akatafutwa, akaja anamevaa magloves. Katika lile kundi kwa kuna kijana Mtanzania, ndio aliyewaleta wale wazungu. Akamfuata mtu anamwambia, pastor, mimi sina mke, naomba nimoe binti yako niende Marekani. Binti aliolewa kwa kwenda ule, asisemi kesho mkaanze kudeki vyoo. Sijasema. Lakini hatufanyi kwa sababu ya watu, alifanya kwa sababu ya Bwana. Hata mchungaji akuelewa kwa nini binti anajitoa, alifanya ili kumgusa Bwana. Aligusa pindo. Fanya vitu vya kugusa pindo. Maombi yako yaguse pindo la Bwana. Usikubali kukaa kizembe kanisani. Fanya vitu vya kumgusa Bwana ili Bwana akutendee katika jina la Yesu. Usiwe mtu wa kusubiri matokeo, yachochee.